Lakini kabla sijakusimulia, nilitamani nifahamu nilifikaje hapa. Oh. Nilikukuta njiani ukiwa umezimia, umepoteza fahamu. Lakini katika ile sehemu nilikuta baadhi ya watu, kuna tukio walilishuhudia. Walinieleza kuwa ulikuwa na wenzio wawili, lakini wale kwa bahati mbaya walipoteza uhai pale pale. Ukawa umebaki wewe peke yako. Ndio nikachukua maamuzi ya kukupeleka hospitali. Lakini kabla sijakupeleka hospitali, tulifanya jitihada za kutafuta ndugu zako, lakini bado hatukuwapata. Ndio nikafanya maamuzi na kukupeleka hospitali. Nilipopatiwa ruhusa ya wewe kurudi nyumbani, ikabidi nije na wewe nyumbani kwangu kwa sababu sikuwa na sehemu yote ile ya kukupeleka. Ndio maana umejikuta uko hapa kwangu. Mimi naitwa Nelson. Jina langu halisi ambalo nilipewa na wazazi wangu. Na ndilo ambalo huwa nalitumia na sio Jovi. Lakini pia nilitamani nifahamu, kuna hadithi ulikuwa unasimulia pale muda ule. Ile story wewe umeitoa wapi? Nina rafiki yangu, huwa mara nyingi tukikutana anapenda kunisimulia story tofauti tofauti. Lakini story hii niliipenda sana. Na ndio maana nilifanya maamuzi ya kukusimulia wewe baada ya kukuona haupo sawa. Vipi? Kuna shida hapo? My demon, taswira iliyogoma kuniacha. My demon, yeah. Hakuna shida yoyote. Lakini ile hadithi ilikuwa inaendana kwa asilimia kubwa sana na historia ya maisha yangu. Unajua, sisi kwenye ukoo wetu na familia yetu ilikuwa inaendekeza sana imani za kishirikina, kitu ambacho kimerithiwa kutoka kwa mababu na mababu hadi kufikia sisi kwa upande wetu. Mama alikuwa anapenda sana kufanya tamaduni na mambo ya kishirikina, kitu ambacho kilimpelekea sasa amrithishe mpaka na mama yetu. Lengo tu aendeleze mila na tamaduni za ukoo wao. Najua sisi tumezaliwa wawili tu, mimi pamoja na kaka yangu, na sisi wote tuliingizwa kwenye mfumo wa urithi wa huu utamaduni, mimi pamoja na kaka yangu. Na ili uendelee kubaki kwenye hizi imani, lazima utoe kafara. Kwa mimi na kaka yangu tulikuwa tunatoa kafara. Kaka yangu yeye alikuwa analazimika kutoa kafara kila mwanamke anaelala naye. Hakuna mwanamke aliyeweza kumkatalia. Alikuwa kila kilala na mwanamke lazima yule mwanamke afariki, na ndio kafara yake inatimia. Na kama mwanamke akimsumbua, labda hamtaki au anamkataa na anaona kabisa huyu anafaa kwa ajili ya kafara yetu, anatumia mafuta, akimgusa tu anamkubalia, na hapo ndipo kafara yake inapoenda kutokea. My demon, taswira iliyogoma kuniacha. My demon, lakini kwa upande wangu mimi, kafara yangu nilikuwa naruhusiwa kuwa na mwanamke, kuoa. Lakini mwanamke yeyote ambaye nilikuwa nikimwoa alikuwa hawezi kujifungua mtoto, kwa sababu mtoto alikuwa anafariki akiwa tumboni. Na huyu mwanamke ambaye nilikuwa naye kwa sasa alikuwa mwanamke wangu wa 8.
wanawake 7 wote wa kwanza walifariki. Kuna namna maisha yangu nilikuwa naona yako sawa, na alikuwa kwenye mwelekeo mzuri kabisa. Nakumbuka nilikuwa na maisha yangu mazuri tu, mimi na mke wangu, tukiwa na ndoto ambayo kila mmoja alikuwa anatamani ifanikiwe. Ndoto yangu kubwa ilikuwa nilikuwa na familia ambayo ina furaha, ina upendo, na hata nikiamka asubuhi nianze na salamu za watoto wangu, lakini pia nimuone mwanamke wangu akiwa na watoto wake. Mke wangu Jasmine nilikuwa nampenda mno. Alikuwa amebeba ndoto yangu kubwa, ndoto ya kila mwanaume ya kuwa na familia. Lakini sasa ile ndoto imekatika ghafla. Jasmine haipo tena, na kila ambacho nilikuwa nakiwaza na kukifikiria siwezi kukipata tena. Lakini hilo unaloliwaza wewe sio wewe peke yako tu. Kila mwanadamu anatamani kuwa na familia yake na kuiendesha vile anavyopenda yeye. Ni kweli, lakini hakuna anayepanga kuzaliwa kwenye familia ambayo anaishi. Kila mtu anapambana sana, lakini inakuwa kinyume kulingana na familia ambazo amezaliwa. Najua huwezi ukajichagulia familia ya kuzaliwa, lakini wewe mwenyewe ndio unayetakiwa kupambana na kujitoa kwenye yale mazingira uliyoyakuta kwenye familia yako na ukaishi vile unavyotaka wewe. Nimejaribu sana kufanya hivyo, lakini familia yangu mara zote inanirudisha nyuma. Natamani niwe na watoto, niwe na mke ambaye atanipenda kama nilivyokuwa naishi na Jasmine. Lakini kila nikimpata mwanamke anafariki au mimba yake inaharibika. Usijali Nelson. Pasta yupo, naamini atatusaidia, tutapata watoto wetu. Wewe vipi? Mbona unakuja kwenye nyumba za watu na kuanza kugonga milango kwa fujo hivi? Kuna shida gani? Samahani dada yangu. Nilikuwa naomba nisaidie, kuna vijana wananikimbiza wanataka kunibaka. Kukubaka? Kwani umetokea wapi? Nimetokea Njombe. Yaani dada yangu mnaweza kufanya kazi yoyote ile. Naomba nisaidie. Na huku ulikuwa umekuja kwa nani? Nilikuwa nimekuja kutafuta kazi. Na sina ndugu yoyote huko. Naomba dada yangu nisaidie. Karibu. Hebu niambie, kwa nini usiku
usiku wote huu? Na kwa nini nyumbani kwangu na hujaenda kwenye nyumba nyingine ile? Unaitwa nani? Mimi naitwa Sesi. Nilipokuwa Njombe, kuna mtu alinipigia simu ya kazi na akaniambia kuwa kuna kazi imepatikana. Ndio nikaamua kuja huku. Nilipofika huyo mtu nikawa nampigia simu zangu akawa hapatikani. Nilikuwa nimechoka na muda ulikuwa umeenda sana. Ndio hapo nikaamua kujipumzisha kwenye jumba bovu. Hapo ndipo nikawaona hao vijana na wakataka kunibaka. Nikaamua nikimbie. Nilipokuwa nakimbia nikaona nyumba ya karibu ni hapo kwako. Ndio nikaamua niweze kugonga ili niweze kupata msaada. Pole sana. Lakini sasa nawezaje kukusaidia wakati simfahamu ndugu yako yoyote yule? Alafu umekuja usiku sana. Na ukitazama wewe bado ni mtoto mdogo. Hauna namba yoyote ya ndugu yako wa karibu naweza nikampigia nikamjulisha kwamba umefika kwangu? Hapana, sina simu. Nilipoteza nilipokuwa kwenye harakati za kukimbia. Alafu kitu kingine dadangu, mimi ni mwaminifu sana. Na nafanya kazi yote ile. Sikatai kwamba labda hujui kufanya kazi. Lakini uaminifu tu kwamba niseme nianze kukuamini. Ila naweza kukusaidia kwa usiku huu. Lakini uwe mwaminifu. Alafu asubuhi tutaamkia kwenda kwa mjumbe. Serikali kisha kufahamu, hapo sasa ninaweza nikawa na amani. Usijali dadangu. Oh, Irimo. Oh, my Irimo. Oh, my Irimo. Oh, my Irimo. Samahani baba mchungaji. Mimi na mwenzangu hapa tumekuja kukupatia taarifa kwa tumeamua kuanzisha mahusiano. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba utupatie baraka. Hongereni sana. Kwa sababu mmechagua njia iliyo sahihi, njia iliyo njema. Unajua kwa vijana kama ninyi kumkimbilia Bwana sio kila kijana anaweza. Vijana wengi wamekumbwa na wimbi la uhuni. Anataka aishi na mwanamke hata miaka 10, miaka 9 bila kuoa. Ni vitu vya ajabu. Wapo wengi, hata ukijaribu kuangalia duniani, ukiangalia Ronaldo ameishi na mwanamke almost miaka 10, hajaoa ndo anakuja kuoa mwaka huu. Kama sio uhuni ni nini? Ni uhuni. Lakini nyinyi mmechagua njia iliyo njema. Nikijaribu kuwapeleka katika Biblia takatifu, twende tukatazame Mhubiri 4 mstari wa 9 mpaka 10 nasema. Biblia inasema afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Kwa maana wakianguka mmoja wao atamuinua mwenzake, lakini ole wake aliye peke yake aangukapo, wala hana mwingine wa kumuinua. Hana nani? Hana mtu mwingine wa kumuinua. Kwa maana ya kwamba nyinyi mmechagua njia iliyo njema. Mnapoamua kuungana na kuwa kitu kimoja, ina maana mmechagua mmoja wapo atakapoanguka atainuliwa na mwenzake. Lakini je, yule ambaye yuko peke yake
akianguka ni nani atamwinua? Tena vijana mmeamua kurahisisha kusema kwamba yupo single. What is single by the way? Kuwa single hata kwenye Biblia takatifu wamekataza hicho kitu. Haleluya. Amen. Ya, basi mimi nisiwe na maneno mengi sana kwa sababu nyinyi ni vijana wangu, na siku zote huwa napenda sana kuona vijana ambao wameamua kuchagua njia iliyo njema, njia yenye kupendeza Bwana. Lakini nikijaribu kuwapeleka katika Mwanzo 2:24 inasema, kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe. Haleluya. Amen. Sio maneno yangu, bali ni maneno kutoka kwenye Biblia takatifu. Ina maana mwanaume ataondoka nyumbani kwake, nyumbani kwa wazazi wake, atamwacha baba yake, atamwacha mama yake, ataambatana na mke wake. Haleluya. Kwa hiyo kitu ambacho nyinyi mmekichagua ni kitu ambacho kilichochema, ni jambo ambalo lenye kumpendeza Bwana. Haleluya. Bwana mchungaji, kuna kitu kidogo cha furaha ambacho nitamani tushare na wewe hapa. Ni kitu gani hicho? Unajua mimi na mwenzangu hapa tunatarajia kupata mtoto, na hapa alipo ana ujauzito. Hilo ni jambo la heri, kwa sababu hata maandiko yanasema nendeni mkajaze dunia. Kwa hiyo unapozungumzia kuijaza dunia, haina maana kunywa Pepsi baridi, haina maana kula chipsi mayai, bali ina maana mwanamke abebe ujauzito kisha ajifungue. Lakini mchungaji, kuna kitu ambacho nitamani kushirikishe. Unajua kwenye familia yetu sisi tumezaliwa wawili, kaka yangu pamoja na mimi, na familia yangu ilikuwa inaendekeza imani za kishirikina sana, yaani mpaka sasa hivi. Na hiki kitu ambacho mama yetu amekirithi kutoka kwa mababu zake amekirithisha pia kwetu. Kwa hiyo tulikuwa tunalazimika vijana ama watoto tutoe kafara kwa mama yake. Kaka yangu alikuwa na kafara yake, lakini pia na mimi nilikuwa na kafara yangu. Hadi hapo navyoniona, nimeoa wanawake 8, na katika wanawake hao 8, wanawake 7 walifariki baada ya kafara za mimba zao kutolewa. Kwa hiyo hata huyo mwanamke wa 8 naye pia alifariki wakati ambao anatafuta msaada wa namna gani ya kujitoa kwenye huu mnyororo. Kwa hiyo hiki kitu kinaniwazisha sana. Hapa mimi sielewi, inawezekana hata hii mimba ambayo mwanamke wangu ameipata nayo inaweza kuangukia kule kule. Pole sana katika hilo, lakini kitu cha msingi ambacho naweza kuwashauri, mnapaswa mweke siri katika hili. Mtakapofanya kuwa siri, na ndipo ushindi mlipo, kwa sababu hata ukirejea katika maandiko, mataifa makubwa yalipata ushindi kupitia kuweka siri. Ukishindwa kuweka siri katika maisha yako, hauwezi ukapata ushindi, kwa sababu utakapoweka siri, hata maadui watashindwa kutambua wafuataki kwa mfumo gani. Haleluya. Kwa hiyo iwe ndugu, jamaa ama rafiki, hapaswi kujua chochote ambacho kinaendelea kati yenu. Naomba tufumbe macho tuweze kuomba kwa ajili ya ulinzi wa kiumbe kilichoko tumboni. Mungu Baba uliye juu mbinguni, ninaomba kwa ajili ya uzima na ulinzi wa vijana hawa.
Baba. Ninaomba kwa ajili ya ulinzi wa kiumbe kilichopo tumboni. Naomba ukakilinde, naomba ukakiatamie kama kuku anavyoatamia mayai. Naomba ukakiatamie Baba. Mungu Baba, naomba ukakifunike na damu yako, ukakifunike na damu ya Yesu Kristo mfalme wa Nazareth. Naomba ukaipe nguvu, ukaipe nuru, ukaipe ukuaji, ukaipe destination. Umesikia kila kitu kilichozungumzwa pale na umejua kabisa kwamba yule ni mjamzito. Kwa hiyo huu ndio wakati wako mzuri kabisa wa kutoa kafara. Kafara? Ndio. Kafara gani tena? Wewe umeleta hapa kwa ajili ya kumrudisha baba mdogo Nelson kwenye chama. Sasa hizo habari za kafara zimetokea wapi tena bibi? Toa kafara ni muhimu, kwa sababu ukitoa kafara ile mizimu ndio inafurahi na inakupa wewe nguvu ya kufanya hata hilo unalotaka kulifanya la kumrudisha babako mdogo. Kwa hiyo tuanze na kafara. Sasa bibi, mimi hujanifundisha jinsi ya kutoa kafara. Sasa nitawezaje kutoa hiyo kafara? Ni rahisi sana. My demon, taswira iliyoko